Hello guys, karibuni tena katika mwendelezo wa video zetu. Asante sana kwa ambao umesha subscribe channel yetu inajulikana kama DMG Info 2. Asante sana kwa ambao unazidi kufuatilia video zetu, una-like, una-share na comment. Na katika video yetu ya leo tutaenda kuangalia kifaa cha mtandao kinachoitwa router. Labda unaweza kujiuliza router ni nini? Au inamkini umekutana na hili neno mara nyingi lakini haujaweza kupata maana yake nini. Tunavyozungumzia router ni kifaa cha mtandao ambacho kinatumika kuunganisha mitandao miwili au zaidi na kusambaza data kutoka mtandao mmoja kwenda mwingine. Kwa kawaida huwa tunatumia kuunganisha mtandao wa ndani na mtandao wa nje ambao tunaita ni local area network pamoja na wide area network. Sasa katika ulimwengu wa sasa wa sayansi na teknolojia, hasa katika nchi yetu ya Tanzania, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watumiaji wa internet. Interneti imekuwa ikitumika katika muktadha mbalimbali, hasa katika mawasiliano, elimu, biashara, burudani, habari na utafiti, mitandao ya kijamii na kadhalika. Katika nchi yetu ya Tanzania, watumiaji wa huduma hii ya interneti wameongezeka maradufu, hasa ukilinganisha na miaka ya nyuma. Na hii ni kutokana na kukua kwa sayansi na teknolojia. Huduma hii ya interneti imezidi kusambaa katika maeneo mengi sana katika nchi yetu ya Tanzania, hususan katika maeneo ya mijini pamoja na vijijini. Hali hii imepelekea watumiaji wengi sana wa huduma hii ya interneti kuongezeka. Na leo nimekuletea router kutoka katika kampuni ya Yas. Router ambayo ina uwezo wa kuunganisha vifaa 32 kwa wakati mmoja. Router ambayo ina uwezo wa spidi ya 150 megabytes per second. Router ambayo ina uwezo wa 4G, lakini pia ina battery ambayo ina uwezo wa kusustain kukaa na moto kwa muda wa masaa 6 na zaidi. Lakini pia ni router ambayo ina uwezo wa connect umbali wa mita 100 bila kutumia antena au extend. So tukiendelea kama tulivyosema kwamba kama tulivyosema, ukifungua hii router kwa mara ya kwanza kabisa, ndani yake inakuja ni router yenyewe ambayo ndo kama hii hapa. Iko katika ubora kabisa kama unavyoiona. Hii ni router ya 4G ya Yas, kwa wale watu ambao ni wa speed ya kawaida, ambao hawana kazi nyingi sana. Unaweza kutumia hii hapa fresh na kufaa. Lakini pia kuna menu, kuna charger. Hii ni charger yake. Kwa unavyoitumia ina maana unatakiwa uchomeke kwenye nini? Kwenye umeme. Na at the same time inakuwa ina charge ile battery. Na hii ni Ethernet cable ambayo inakusaidia kutransfer internet kwa kutumia njia ya wire. Kwa hiyo hii router ina mara mbili, ina maana wireless na wire. Wireless na wire. Kwamba usipotumia wireless basi unaweza kuchomeka katika wire ambayo unatumia kwenye ile tundu la kompyuta. Kwa kama laptop yako ina tundu kama hili, basi ujue ni tundu la Ethernet. Inaitwa Ethernet port ambayo inatumika kwa ajili ya kwa internet, kwa ambayo unatumia wire direct, hutumii wireless. Especially kwa mtu ambaye anatumia desktop zile zingine hazina wifi. Kwa pale ambapo unakuwa umeme umekatika, basi kwa wakati huo unaweza ukatumia hii charger. Kwa wakati huo unaweza ukatumia hii battery ikaendelea kukupatia internet kwa almost masaa 4 mpaka masaa 6. Inategemea na kazi na wingi wa watu ambao katika router. Ina maana kama ni watu wachache inasogeza muda wa matumizi zaidi, lakini kama watakuwa ni wengi na wanafanya kazi ngumu basi tunategemea hii charger itakaa sana, almost masaa 2, 3, 4. Kama ni wachache inaenda mpaka masaa 8. Kwa hiyo kicheki router yetu iko namna hii. Ukiangalia hapa kuna hizo port ambazo ni za wire ambazo nimesema ni za local area network LAN. Kuna button ya kuzima na kuwasha. Kuna sehemu ya kuweka hii charger yake hii hapa, ambapo hii charger utaichomeka hapa. Ukishaichomeka hapa unahakikisha na kule kwenye ndani ina maana umewasha. Unaona hapa on na off.
Lakini pia kuna sehemu kama hii hapa ambayo ni ya antena. Hapo unaweza ukachomeka antena kwa ajili ya kupata signal ambazo niko strong, yani kwa yule ambaye ana share, anachukua internet kutoka kwenye hichi kifaa. Unapoweka antena, maana inakuwa na uwezo mkubwa, au ile internet coverage inakuwa kidogo iko strong, tofauti na ambavyo utakuwa hujaweka. Lakini yenyewe tunaitumia tu kama ilivyo, kwa sababu haijaja na antena zake. Na mfuniko hapa nyuma, huko ndo tunaingiza battery. At the same time ni sehemu ambayo unaweka chip yako ya line. Kwa hiyo line yako ya Yasi ishasajiliwa fresh, imeunganishwa na kifurushi either cha 70, cha 1,000, 1,500, 400. Tunaichomeka kwenye router. Kwa hiyo ni port kwa ajili ya SIM card. Unaweza kuona hapo, lakini pia amekuelekeza jinsi ambavyo utaichomeka. Kwa hiyo inatangulia kichwa hivi, yani kule palipo chongoka upande mmoja ndio panatangulia. Kwa hiyo unaichomeka fresh sawa sawa kama hivi. Unaipress, inaingia fresh kabisa hapo uhakika. Kwa sehemu nyingine ni battery yetu ndio hii hapa, na haina mambo mengi, yani ni kuifix tu. Hata ikitokea kwamba imechoka, unaweza kuitafutia replacement, ukaweza kubadilisha. Kwa hiyo hapa nachomeka namna hii. Kwa hiyo naweza nikaitumia hata sehemu ambayo hakuna umeme, ikiwa na charge na battery yake hivyo. Lakini pia router hii unaweza ukaitumia pia pasipo kuwa na hiyo battery. Kwa hiyo hata battery ikichoka, ukiitoa bado still unaweza kuunganisha direct na umeme na ikafanya kazi. Kwa hiyo ndo mfuniko tunafunika kama kawaida. Ukijeuza sehemu ya huku hivi kama unavyoiona, hapo ni kujaribu kuiwasha sasa hivi. Hapo nikibonyeza hivi, na maana unaweza kuona taa huku zimewaka. Kuna taa ya kwanza hapo inaonyesha ni power. Kuna taa ya pili inaonyesha upload and download data. Ya tatu inaonyesha sign ya wifi. Ya 4 hapo inaonyesha sign ya local area network, kwa yule ambao anatumia waya. Lakini ya mwisho inaonyesha mnara, ile network coverage ikoje katika sehemu ambayo umeiweka. Iko strong, iko weak, itaonyesha hapa. Kama bar itakuwa inawaka ya kwanza tu au kafupi, na maana iko weak. Ikiwaka ya katikati, hiyo ina maana at least sio mbaya, fresh, inapiga kazi. Ikiwaka zote iko good, mtandao sehemu uliopo uko fresh, kwa inafanya kazi. Lakini pia tunataka tukaiunganishe na laptop yetu kama unavyoona hapa. Kwa hiyo tumewasha router. Baada ya kuwasha router, tunasubiri iwake, na ikishawaka tunakuja sehemu ya laptop yetu. Hapa utabonyeza sehemu ya internet wifi, tutaenda kubonyeza sehemu ya wifi, tutaiona ndio hii hapa. Alafu tuta connect, kwa sababu ni mara ya kwanza lazima itatuitisha password. Ingekuwa ni kwamba ushaunga mara ya kwanza, inakuwa una connect tu as normal. Ukiingia tu hapo, ina maana unabonyeza connect na connect. Lakini kwa sababu hatukuwa tumeconnect awali, ndio mara ya kwanza, basi inabidi tuingize password. Kwa hiyo tutaweka password yetu hapa. Na tukisha ingiza password, tuna connect. Itaweza kusubiri kidogo, ina verify hiyo password ambayo tumeweka kama ni the same. Na baada ya hapo, ikishakuwa verified, ita connect kama hivyo unavyoona, itaandika disconnect. Na ukiangalia katika PC yetu hapa, inaonekana kifaa chetu kinapokea internet barabara. So hapa ukiingia kwenye mtandao, kwenye Chrome, kwenye Google, kwenye YouTube, kwenye nini, una browse fresh kabisa bila wasiwasi. Kwa kifaa ndio hichi hapa. Dukani kimekuja na ofa ya $99. Ukinunua $99 unalipia baada ya mwezi mmoja utalipia kifurushi ambacho ulikuwa umekichagua.
wanasema ni offer, lakini hai make sense kwa sababu unavyosema ni kinakuja ni shilingi 99 na offer ya mwezi mmoja. Actually ni kwamba router yenyewe ni inafanya yani unatumia kwanza, afu the end of the month ndio unakuja kufanya kulipa, mwisho wa mwezi ndio unalipa. Kwa hiyo unatumia mwezi mzima, ukishaisha mwezi wanakata huduma. Na maana internet haiflow tena, inabidi ulipie deni lako ndio upate tena huduma. Kwa hiyo inakuwa ndio hivyo. Sio ni malipo ya baada, sio malipo ya kabla kama zinavyokuwa line zetu. Ili uweze sisi kuunganisha kifurushi cha internet cha salio la kawaida, lazima uwe na salio kwenye simu yako ili uweze kuunganisha kifurushi. Lakini kwa router ina maana unakuwa unatumia, alafu the end of the month, mwisho wa mwezi kinakata. Ili uweze kutumia tena, ina maana utalipia deni la nyuma, alafu wanakuruhusu tena kuendelea kutumia. Kwa hiyo ndio hivyo. Kwa hiyo nafikiri wewe kama ni mtumiaji wa kazi nyingi za mtandaoni, ni vyema ukawa na kifaa kama hichi kwa gharama. Unaweza ukawa na familia pia, ukawa unawekea familia nyumbani, instead ya mke wako kuomba voucher, hela bando, na watoto pia wanataka kusoma mtandaoni, unaweza kuchukua kifaa kama hichi hapo, ukachukua kifurushi ambacho kinakufaa, ikiwa hata ni cha chini cha 70,000 au cha 100,000, wakaweza kuenjoy fresh. Kwa hiyo hii ni nzuri pia kwa sasa, kwa sababu router zinapatikana sasa hivi madukani. Inakuwa inasaidia sana zile bando za kuunga kila siku, kuangua voucher. Just imagine kwa siku unaweza kutumia sio chini ya 2,000. Sasa 2,000 ukipiga kwa mwezi ni shilingi ngapi? Almost 60,000. Wewe ni mtu mmoja tu. Na kama mke wako naye anakuomba hela ya voucher, na maana ni 120,000. Watoto hapo labda wanataka kusoma, wanataka ingia mtandaoni, Google mambo kwenye chat, kwenye AI hizo, ChatGPT, Gemini hizo, ina maana yenyewe inatakiwa pia yenyewe unagaramika gharama. Lakini kama utakuwa unatumia kifaa kama hichi, ina maana mnashare watu wote. Haijalishi ni watoto, haijalishi ni mama, baba. Lakini pia inafaa pia kwa kwenye biashara. Sometimes saizi yani ni vizuri kwenye biashara yako ukiwa na huduma kama hii ya internet. Lakini pia inaweza kutumika kama ofisi pia. Yaani unaweza ukawa na router kama hii uko karibu na mtaani kwako pale, basi ukaunga voucher, ukaunga kifurushi cha mwezi, alafu anayetaka huduma yako basi unamuunga kwa gharama. Ina maana kwa hela anakuwa analipia. Kwa siku mtu akilipia 1,000 akatumia unlimited anavyotaka yeye, ina make sense, tofauti na yeye kununua voucher 1,000 akakuangua MB 492, akaingia tu Instagram, YouTube, TikTok kidogo zikashangaa zimeisha. Lakini akiwa na unlimited ya 1,000 tu kwa siku, anaunga kwa siku. Au unaweza ukawa na fan base wako, ukawa na timu yako ambao wanalipa kwa mwezi pia, inawezekana. Ikawa ni biashara nzuri sana ya mtaani. Unaweza kupiga hela kwa siku, ukipata shilingi 10,000, kwa mwezi utakuwa umepata shilingi 300,000. Hata kama utapata 5,000 kwa siku, basi kwa mwezi utakuwa umepata 100,000 na kitu na nusu, 100,000 na nusu. Kitoa hela kifurushi labda 100,000 na baki 50,000 kama faida. Kwa hiyo kuna namna fulani hivi ambavyo unaweza ukaifanya kama biashara. Lakini pia katika biashara yako pia, kwa watu ambao wanamiliki biashara, ni nzuri pia unaweza ukaweka ofisini kwako pale ambapo wanahitaji mtu kutumia huduma, au akiwa labda anasubiri huduma, anaweza akawa anaendelea kuperuzi. Yani sometimes unavutia tu watu. Mtu anaweza akawa anakuja kwako kwa sababu akija kwako basi anapata internet ya bure pale kwa wakati anaokuwa pale ofisini kwako, anakuwa ana enjoy kuwa na internet. Inaweza ikawa umeweka hotelini, kuweka kwenye migahawa. Kwa hiyo mtu anakuja pale akunywa chai pale, anaunga wifi, akiondoka hivyo tena. Ni kama kuvutia biashara. Lakini pia unavyoziweka, mtu anaonekana uko serious na kazi yako. Kazi inaonekana kama huyu jamaa yuko serious kweli yani. Una rename hiyo router yako, mtu anaona jina la biashara yako pia, na yenyewe ni kama vile advertisement fulani hivi. Kwa hiyo ndio hivyo ndugu zangu, kwa wale ambao wanakongua voucher, mali ndio hizi hapa. Kwa sasa hivi zime kama vile zimekata hivi.
na hatujui kama zita mzigo utakuja mwingine au vipi. Sasa hivi kuna router ya Yasi ile ya shilingi 2,500 ambayo ni ya 5G, kasi ya ajabu, dunia ya 7. Ukiwa na ile pia ni fresh kabisa yani. Kwa hiyo hala, mimi nilikuwa nimewaletea mzigo kama huu, watu tuone, tujifunze kidogo, pia tushare idea namna gani ya kuweza kubanduka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Asante sana kwa ambao tulikuwa wote tangu tulipoanza video hii. Na mimi utakuwa umejifunza jambo, na kama ni mara yako ya kwanza, basi katika video usiache kusubscribe. Subscribe ili uweze kuwa kwanza kabisa kupata updates pale ambapo tunakuwa tuna upload. So hadi wakati mwingine, bye.